Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si akikuja si unaona kazi itafanyika. Kwa hiyo tunatamani sana ukuje maeneo haya ya Ukambani ili kwamba tuendelee kufanya kazi pamoja. Nashukuru sana kwa wageni ambao wamekuja kutoka sehemu za Mtituni. Niliongea na wao Dande nikamwambia wakuje huku tuweze kujumuika pamoja kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Nashukuru sana kwa sababu ya kuja kwenu. Mungu awabariki sana. Na ningeomba ili kwamba tuendelee hivyo. Wakati tunatembeleana, tukikaa hapa, tunatembea kule, tusitakuwa nzuri. Tutakuwa tunatiana moyo. Kwa hivyo, karibuni sana watu wa Mtituni. Huko kuna baridi sana, lakini Mungu ni mwema. Si kweli? Sasa bila kuharibu muda, naomba niseme ya kwamba nashukuru sana kwa mafundisho ambayo yametangulia tangu asubuhi. Yamekuwa ni mafundisho ambayo ni mazuri, mafundisho ambayo ni ya kutujenga, mafundisho ambayo ni ya kutayarisha. Na kama kuna kitu ambacho watu wa Mungu tunahitaji kipindi ambacho tunaishi, ni mafundisho ambayo ni ya kuandaa kikundi. Ni mafundisho ambayo ni ya kutayarisha kikundi. Ni mafundisho ambayo ni ya kuandaa kundi. Na ili kikundi kiweze kuandalika, ni lazima kikundi kijitenge na dhambi. Lazima watu wa Mungu wajitenge na dhambi. Lazima watu wa Mungu wajitenge na dhambi. Na ndio maana watu wa Mungu wanahitaji kujielewa sisi ni kina nani. Na ndio maana ni lazima tuweze kusimama kama walinzi kipindi chetu. Lazima tuweze kusimama kwenye zamu yetu kama walinzi na kuweza kusafisha kambi ya Israeli. Lazima kambi ya Israeli isafishwe. Na ili kambi ya Israeli isafishwe, ni lazima uovu ulio ndani ya kanisa lazima utajwe. Lazima watu wakemewe ili ya kwamba waweze kujitenga na uovu. Wapendwa, hebu nisaidie kitabu kinaitwa TSB 198 paragraph number 4. Unajua tunaishi kipindi ambacho watu wameishi kanisani, tunakuja kanisani, watu wanaishi kanisani, lakini bado wanaendelea uovu ndani ya kanisa. Sasa hao watu itakuwa ni hatari sana kama hawatakubali maonyo na kurejea kwa njia ya Mungu. Watapoteza maisha yao, wataangamia, watakosa uzima wa milele. Lakini kabla hawajapoteza uzima wa milele, lazima watu waonywe kwanza. Wanasoma mtumishi. Tunahitaji kusimama kama walinzi na kutakasa, kusafisha kambi ya Israeli ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. 198 paragraph number 4 inasemaje? Inasema the sooner inasemaje? Kadri safi zinavyoondolewa mapema kutoka katika tabaka hili, kadri safi zinavyoondolewa mapema kutoka katika tabaka hili, ndivyo tutakavyoona wokovu wa Mungu na nguvu ya kweli katika yetu. Unaona? Ndivyo tutakavyoona wokovu wa Mungu na nguvu ya kweli katikati yetu. Soma tusikie. Ni kwa sababu tumelemewa na wale ambao hawajashiriki asili ya kimungu, ambao wameshindwa kuepuka uharibifu uliopo duniani. Soma. Kwa sababu ya tamaa, kwamba tuna udhaifu. Kwa sababu ya tamaa tuna nini? Tuna udhaifu. Kwa sababu ya watu hawajakubali kuachana na ulimwengu. Ndio maana kundi watu wa Mungu ndani yao kuna udhaifu. Na udhaifu mwingi katikati yetu. Kiasi ya kwamba hata kazi ya Mungu imekuwa mapema. Soma tusikie. Lazima tuamke. Lazima tufanyaje? Lazima tuamke. Lazima tufanyaje? Tuamke. Watu wa Mungu lazima tuamke. Lazima tuamke kama walinzi. Soma tusikie. Lazima tuisafishe kambi ya Israeli kutokana na uchafu wake wa kiadili. Lazima tusafishe kambi ya Israeli. Lazima kambi ya Israeli isafishwe ili udhaifu ambao umekwama huko ndani ya kambi utoke.
na ili utoke. Unajua ni kwa nini wapendwa, lazima walinzi tuamke na kusafisha kambi ya Israeli? Unajua ni kwa nini mwalimu wangu? Nisaidie kitabu cha Last Day Events page 45 paragraph 1. Kwa nini tuamke kama walinzi na kusafisha kambi ya Israeli? Kusafisha kambi ya Israeli kwa kuambia wale watu ambao wanaendelea na uovu na uchafu ndani ya kanisa lazima wajipange, maana lazima kazi ya Mungu ifanyike. Somo sio mwalimu wangu. Last Day Events 45 paragraph number 1. 45 paragraph number 1. Hili inasema the seven real events have been set in the world as the light bearers. 19.1. Soma tusikie. Inasema hivi. Katika Testimonies volume 9 19 paragraph 1. Inasemaje? Inasema in a special sense Seventh-day Adventist. Inasema kwa njia ya kipekee sana waadventista wa Sabato have been set in the world as watchmen. Wamewekwa katika ulimwengu kama watchmen and light-bearers. Wamewekwa kama mabawabu. Yeah. Watchmen. And light-bearers. And light-bearers. Wale tumewekwa kama mabawabu, walinzi na wabeba nuru. Inaendelea kusema. Inasemaje? Inasema wamepewa kazi ya muhimu kubwa zaidi, na tumepewa kazi ya muhimu kubwa zaidi. Kutangaza jumbe za malaika wa kwanza. Ati kutangaza jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Emaliza. Hakuna kazi nyingine yenye muhimu kubwa hivyo. Hakuna kazi nyingine ya muhimu kuliko kutangaza ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hawapaswi kuruhusu kitu kingine chochote kutoka mawazo yao. Na hatupaswi kuruhusu kitu kingine chochote kutoka mawazo yao. Lakini ili kazi iweze kufanyika, ni lazima kambi ya Israeli isafishwe. Ni lazima uovu uondolewe kwanza. Maana Israeli walikuwa wanashindwa kwa sababu ya uovu. Ina maana uovu utasababisha kazi ya Mungu ikwame. Kwa hiyo lazima kwanza kambi isafishwe. Lazima watu watahadharishwe. Lazima watu waonywe. Kwa sababu watu wanafikiria Mungu anafanya mchezo. Mungu hafanyi mchezo, wapendwa. Mungu hafanyi mchezo. Mungu hafanyi mchezo. Kwa hiyo lazima watu watahadharishwe, watu waonywe, waepukane na maovu. Waepukane na maovu. Maana mbinguni hakuingii waovu. Mbinguni hakuingii waovu. 21:27 kitabu cha Ufunuo. Mbinguni waovu hawaingii huko. Na lazima tujitenge na uovu wa kila aina. Lazima tujitenge, wapendwa. Kama tunataka kupata uzima wa milele na kama tunataka kuingia mbinguni, ni lazima watu wajitenge na uovu. Usipojitenga na uovu, nakwambia kabisa, miaka yote utakaa kanisani na mwisho utapotea na utaangamia. Hakuna kukumbelezana, wapendwa. Soma tusio malimani. 21:27 Ufunuo wa Yohana. Inasemaje? Na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge. Sikiza. Na ndani yake, yaani mbingu mpya, hakitaingia chochote kilicho kinyonge. Kwa hivyo wanyonge, anza kujipanga. Hapo sasa. Ati wanyonge, waanze kufanyaje? Kujipanga. Kama wewe ni mnyonge na hii safari, anza kujipanga. Somo zie. Wala yeye afanyaye machukizo na uongo, na wale wafanyao machukizo na waongo wote, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima na cha Mwana-Kondoo. Wale watakaoingia mbinguni peke yao ni wale wameandikwa peke yao katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Lakini wengine wote waongo, wale wafanyao machukizo, waoga, wazinzi. Ndio kuna tofauti ya mzinzi na mwasherati. Si mwalimu ameeleza? Mzinzi wewe umeolewa, umeoa.
lakini unaacha ndoa yako unaenda kutangatanga. Uasherati, haujaoa, hauna mke, lakini unafanya kitendo cha ndoa. Wewe ni msherati, unavunja amri ya Mungu. Na wacha niwaambie, unajua tunafikiria, unajua watu wengi wanafikiri ya kwamba wacha niwaambie, watu wengi wanaogopa kifo hiki tunazika watu. Hapo sasa. Wanaogopa kifo hiki tunapeleka watu kwa kaburi tunaweka hapo. Wacha niwaambie, kama kuna kifo hatari, ni kifo ya kuvunja amri za Mungu. Ukivunja amri moja hivi, tayari unahesabiwa wewe tayari umekufa, lakini unatembea. Hapo sasa. Kwani leo watumishi mmeamwaje? Tuko hapo. Leo. Tuko hapo. Lazima watu tujielewe. Maana tumepewa ujumbe. Lakini ujumbe huo, ili uweze kupenya, ili watu wapokee, lazima kwanza sisi uweze kukusaidia. Uweze pelekea ujumbe mtu na wewe mwenyewe uje kusaidia. Na watu ni wanaambia mara nyingi tabia zetu hizo zinafungia watu kuingia hapa. Tabia zetu. Kwa hivyo lazima tujiandae. Ile tubaki tuamue kukaa na tabia zetu ama tuamue kuondoka. Walali kujulikana hakuna watu. Niko pamoja watu wa Mungu. Niko hivyo. Ukivunja amri moja ya Mungu, tayari mbingu inakuhesabu umekufa ingawa unatembea. Kwa mfano, simkuonyeshe mfano. Mimi nataka kuzungumzia kuhusu wana wa nuru. The children of light. Lazima tuwe wana wa nuru. Lakini tuwe wana wa nuru, lazima tuelewe tutakuwa wana wa nuru. Maana kuna wana wa uasi na kuna wana wa nuru. Siku zote katika historia ya dunia kunakuwa na makundi mawili. Kuna wana wa uasi. Na nani mtu wa uasi? Ni Shetani. Sio? Na kunakuwa na wana wa nuru. Nuru ni nani? Wale kama uko kwa Yesu, uko kwa nani? Hata kama unakuja hapa kanisani. Kama unafanya matendo ya giza, uko pande hili. Hakuna kusema ati kanyanga huko na kunyanga. Uko pamoja watu wa Mungu. Uko kwa kitabu gani? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nataka kuzungumzia kuhusu the children of light. Watu wa nuru. Lazima tujielewe kama watu wa Mungu. Hakuna ukanyanga Mungu mmoja uko hapa, mwingine uko huko nje. Mungu mmoja uko kanisani, mwingine uko kwa dunia. Afadhali nenda ukae huko kwa dunia. Watu wajuange huko. Uliko tukae hapa. Halafu tupotee. Sitakuwa ni hatari. Itakuwa ni hatari kubwa sana. Nilikuwa nimesema kitabu kinishi. Sasa wacha nianzie hapa. Ni lazima kama watu wa Mungu tuweze kujielewa. Maana tusipojielewa, ina maana ya kwamba tutaendelea kufanya kazi ya Mungu ikwame. Na hivyo ni lazima tujiadhari. Leo nataka kuzungumzia kuhusu the children of light. Nisaidie kitabu cha Zaburi 118. Mstari wake ni wa 27. Zaburi 118. Mstari 118 aya yake ya 27 inasemaje Biblia? Inasema 128 aya yake ya 27. Zaburi 118 mstari wake ni wa 27. Inasema hivi. Inasema Bwana ndiye aliye Mungu. Soma. Naye ndiye aliyetupa nuru. Fungeni dhabihu kwa kamba pembeni mwa madhabahu. Anza kusoma vizuri.
27. Inasemaje? Bwana ndiye aliye Mungu. Maandiko nasema Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Hatimaye ndiye aliyetupa nini? Nuru. Kwa hiyo Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye ametupa nuru. Hapo nani ametupa nuru? Bwana. Ukisoma Kizungu nasema Kizungu, nani akona Kizungu? Unajua hapo lazima tuelewe. Hebu soma Kizungu. Nani akona Kizungu? Nasema hivi. God is the Lord. God is the Lord. Kwa hiyo hapo inazungumziwa nani? Mungu. God is Mungu ambaye ni Baba. God is the Lord. Which has shown us light. Which has shown us light. Ambaye ametupa nini? Nuru. Kwa hiyo Mungu Baba ametupa nuru. Ametupa nuru. Sasa nuru ambayo ametupa ni gani? Nuru gani? Maana kama ametupa nuru, ina maana tutakapokubali nuru hiyo tunakuwa wana wa nuru. Happy Sabbath. Happy day. Mungu ametupa nuru. Hiyo nuru ni gani? 8:12 kitabu cha Yohana. Yohana 8:12. Ama achana na hiyo. Ni tusaidie 12, 30 mpaka 36 kitabu cha Yohana. Yohana 12:30. Inasemaje? Unasema hivi, Yohana 12:30. Inasemaje? Inasema. Nimefika. Inasema. Soma. Yesu akajibu. Yesu akajibu akasemaje? Sauti hiyo haikuwa kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Yesu akasema sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo. Sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupa nje. Sasa mkuu wa ulimwengu atatupa nje. Mkuu wa ulimwengu nani? Ni Shetani. Yesu akasema ni wakati wa mkuu wa ulimwengu kutupa hii. Endelea kusoma mwalimu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi. Yesu akasema nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Ati Yesu anasema akiinuliwa juu ya nini? Ya nchi. Atawavuta wote kwake. Kumbe tunahitaji kuinua nani? Hapo saba. Happy day. Yesu anasema nikiinuliwa juu ya nchi. Kwa hiyo nani tutapaswa kumuinua? Yesu. Baada ya kumuinua Yesu, Yesu anasema nitawavuta wengi kwa nani? Kwake. Hapo saba. Happy day. Kwa hiyo watu waweze kuja, ili watu waweze kuungana na sisi kwanza. Nani tunahitaji kuinua kwanza? Yesu. Yesu anasema nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wengi kwangu. Kumbe nani anavuta watu? Ndio. Na ili kwamba Yesu ndiye anavuta watu tunahitaji sisi sasa tunahitaji kumwinua Yesu kwanza. Tukimwinua Yesu, Yesu atavuta watu kwake, si kwetu. Hapo saba. Unajua watu wengi leo wanavuta watu wawe kwa washirika wa makanisa, si watu hao washirika wa mbinguni, si watu hao wanafunzi wa Yesu, watu hao washirika wa kanisa. Sisi hatufanye hiyo kazi. Yesu ndiye anapaswa kuvuta watu wao washirika wake. Lakini baada ya wahubiri wa kweli kumwinua, soma kisema imani. Inaendelea kusema. Soma. Nami nikiinuliwa juu ya nchi. Yesu anasema akiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nitawavuta wote kwangu. Endelea. Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Soma. Basi mkutano akamjibu, sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Sisi tumesikia katika Torati ya kwamba Kristo adumu hata milele. Nawe wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Si unaona? Hawagu wanajua, wanamuuliza. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Ambao unasema anapaswa kuinuliwa. Kuinuliwa. Yesu akawaambiaje? Yesu akawajibu akawaambia,
nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo. Yesu akawaambia nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo. Yesu anawaambia enendeni maadamu mnayo nuru hiyo. Soma tusikie. Giza lisije likawaweza. Giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani hajui yaendako. Maana aendaye gizani hajui afanyaje? Hajui yaendako. Kumbe wale wanaoenda katika giza, wale walio katika matendo ya giza, hawajui mahali waendako. Unasoma tusikie. Maadamu mnayo nuru. Yesu anasema maadamu mnayo nuru. Iaminini nuru hiyo. Kumbe tunahitaji kuamini nini? Hiyo nuru. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Akili mpate kuwa wana wa nini? Wa nuru. Kumbe tunahitaji kuamini nuru ili tupate kuwa wana wa nini? Wa nuru. Amesema. Tunahitaji kuamini nuru ili tupate kuwa wana wa nuru. Ina maana ya kwamba tusipoamini nuru tutakuwa wana wa giza na tutaenda katika giza. Lakini tukiamini nuru tutakuwa wana wa nuru. Sasa Yesu akasema iaminini nuru nani mtakuwa wana wa nuru. Hapo tunakuwa wana wa nuru baada ya kuamini nuru. Nuru ni nini? Maana 12 sasa. Sasa inasema hivi. Inasemaje? Katika Yohana 8:12. Soma. Basi Yesu akawaambia tena akasema. Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe. Yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Unaona? Yesu anasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, si ndio? Ndio. Yeye anifuataye mimi hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya nini? Ya uzima. Kumbe nuru ni nani? Ni Yesu. Na tukifuata Yesu, tukiamini Yesu, tutaendelea katika nuru. Ndio ina maana ya kwamba ukiona mtu anadai kuwa ni Mkristo lakini anaenda katika matendo ya giza, aje amini nuru, aje kubali Yesu bado. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wote wanaotenda matendo ya giza, hata kama wako makanisani, bado baba yao ni nani? Hapo sasa. Wao nafikiri Yesu akiambia Wayahudi mimi ni wa baba yenu Ibilisi. Yaani sawa walikuwa watu wa kanisa. Hapo sasa. Sawa watu walikuwa katika kanisa. Yesu anawaambia nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Waje nimwambie, unaona hii Biblia? Hii Biblia mafungu ya watu wa nje, watu ambao hawajaamini Injili ni mawili tu kwa hii Biblia. Mafungu mangapi? Ingine yote ni ya waumini, watu ambao wameamini. Mafungu mawili tu ya watu wa dunia. Jawabu kwangu nyinyi nyote msumbukao au wenye kulemewa na mizigo, hali itafanyaje? Tutapumzisha. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, halafu ili kila mmoja asipotee, awe na uzima wa milele. utamsomea mwingine gani? Mtu wa nchi utamsomea mwingine gani? Mafungu mawili tu ya watu wa ile ingine yote ya watu ambao tayari washaamini. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hiyo tumeambiwa tuiamini nuru ili tuweze kuwa wana wa nuru. Sasa kuna wana wa uasi na kuna wana wa nuru. Kwa hiyo ili tuelewe wana wa uasi, lazima tuangalie tabia yao ni gani. Na ili tuelewe wana wa nuru, lazima tuelewe tabia yao ni gani? Ni gani? Nisaidie wa Efeso 2. Soma 1 na 2. Efeso 2. Makundi ni mawili. Na hivyo unapaswa kuamua uko kwa kundi gani, maana hakuna kikundi cha tatu. Hakuna katikati.
Kuna kikundi cha katikati. Magoli mangapi? Mawili. Unapaswa kuamua uko katika kikundi gani, ili usikae kwa kikundi ambacho si chako. Hapo sasa. Ili usikae kwa kikundi ambacho si chako, unapaswa kuamua. Soma tusikie mwalimu. Waefeso 2. Waefeso 2 mstari wa kwanza na wa pili. Na nyinyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo ngoja kwanza. Paulo anasema nanyi mmekuwa wafu. Nanyi mlikuwa wafu. Si ndio? Ndio. Kwa sababu ya makosa kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Kumbe watu wakati wako katika makosa ya dhambi zao, yaani wakati watu wako katika uasi na dhambi, kumbe wanakuwa wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati watu wako kwa dhambi, na dhambi ni nini? Dhambi ni uvunjaji wa sheria za Mungu. Wakati watu wako katika dhambi, wanavunja sheria ya Mungu, tayari wanahesabiwa ni wamekufa. Alizia mwalimu wangu. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu. Na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga. Na kufuata mfalme wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Ati roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kumbe kuna wana wa kuasi. Hapo saba. Kuna wana wa kuasi. Wana wa kuasi. Kuna roho yule anayetenda kazi ndani. Wale ukijipata katika uvunjaji wa sheria ya Mungu, wewe ni gani? Wewe tayari kuna yule anayekuwa kosa. Na Paulo anasema mlikuwa wafu, si ndio? Kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Kama kuna dhambi hatari, kama kuna kifo hatari, ni kifo cha kuvunja sheria za Mungu. Hata nikuonyeshe mtu mmoja alitangazwa tayari amekufa, lakini yako Mwanzo 20. Sikiza. Mwanzo 20, anza mstari wa kwanza. Mwanzo 20 aya. Na wacha nikwambie, kama kuna dhambi ambayo ilichangia kipindi cha Nuhu, si ndio? Ilikuwa ni dhambi ya wakati wa Nuhu. Nini kilikasirisha Mungu? Si ni wana wa Mungu kuona na watu wa dunia. Dhambi ya uzinifu ilikasirisha Mungu wakati wa Nuhu. Dhambi ya uzinifu ilikasirisha Mungu wakati wa Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora iliangamizwa. Dhambi ya uzinifu ilikosesha Israeli, wakakosa kuingia katika wapi? Nchi ya ahadi. Sio ilikasirisha Mungu akaangamiza jangwani. Kwa nafikiria tumepona. Quotation ambayo tumesoma asubuhi ya 248 inasema hiyo dhambi imeleta laana ya Mungu kwenye watu wa Mungu. Na akasema hivi, kwa wale wanaohusika kwa dhambi hiyo, amesema hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu inakuja kwao. Inakuja kwao. Sasa badala ya kungoje hukumu ya Mungu ifike kwetu, siturudi kwa Mungu. Si ndio? Turudi kwa nani? Soma andiko hiyo. Inasema katika Mwanzo 21. 20 soma mstari wa kwanza. 20. Inasema Ibrahimu akaondoka huko. Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini. Soma. Akakaa kati ya Gedeshi na Shauri. Naye akatembea kati ya Gerari. Ibrahimu akatembea kati ya wapi? Gerari. Ibrahimu, aya ya pili. Ibrahimu akamnena Sara mkewe. Ibrahimu alipofika kule akasema Sara ni ndugu. Tusome. Huyu ni ndugu yangu. Ibrahimu akasema
huyu ni ndugu yaani ni sister yangu. Ibrahimu akasema huyu ni sister yangu. Endelea. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu wakamtwaa Sara. Abimeleki kwa sababu Ibrahimu alisema huyu ni sister yake. Abimeleki akatumana kaletewa Sara. Niendelee kusema. Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku. Mungu akaona. Wewe Mungu alionaje? Mungu akamjia katika ndoto. Sio? Usiku akamwambiaje? Akamwambia, umekuwa mfu wewe. Ati? Umekuwa mfu wewe. Ati nini? Umekuwa mfu wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa. Maana wewe mtu. Unaona? Mungu anamwambia Abimeleki, umekuwa mfu wewe. Tayari umekufa. Ibrahimu alikuwa amekufa. Abimeleki alikuwa amekufa. Lakini alikuwa hai, sio? Lakini Mungu anamwambia, umekuwa mfu wewe. Kwani alikuwa vunja amri gani? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu, mbingu inajua, mbingu ikitazama, ukivunja amri moja, tayari wewe umekufa wakati uko hai. Inatangaza wewe yaani wewe unafikiri uko hai lakini tayari ulikufa, ni sanduku haujawekwa hapo. Ni sanduku haujawekwa na tukakupeleka huko. Mbingu inatangaza tayari wewe ni mfu. Umekufa. Unaonaje? Hapo saba. Unaonaje? Unacheka wewe Grace. Unacheka. Iko hivyo. Wewe unajua watu wanafikiria unaenda kulia huko sanduku hiyo. Sanduku huko. Huko ile. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hawa watu wote tayari watu wote wako wamekufa. Watu wa Jumapili wote. Jumapili wote wako wamekufa. Hii ni Biblia, si mimi nimesema. Kwa hiyo hata hiyo ukai kulilia, unapaswa kulilia sasa. Unapaswa kuonekana unalia hapo. Kwa sababu tayari wewe tayari umekuita amri za Mungu. Tayari umekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kujiadhari sana wapendwa. Tunahitaji kujiadhari sana. Mungu anamuuliza, umekuwa mfu kwa sababu ya mwanamke wa mtu. Lakini kusema kweli, Abimeleki hakuwa amekufa hiki kifo tunasemanga. Sio? Lakini mbingu ikimwangalia, tayari alikuwa amekufa. Vijana wa wapi hapo? Hapa huyo alikuwa mkono hapo. Sikiza. Ukivunja amri moja ya Mungu, tayari unakuwa umekufa. Wewe unaonaje tuko na watu wangapi makanisani wamekufa na bado wako hapo wanakuja kila sabato? Unaonaje? Sio tu ya uzinifu, hata ya sabato. Hata kuvunja amri ya Mungu. Tayari umetangazwa umekufa. Paulo akasema, Timotheo wa kwanza 5, soma mstari wa 8. Tayari mbingu inatangaza. Yaani mbingu inajua, unajua Yesu anakuja kufundisha kifo mara mbili. Kuna hii tunazika mtu. Yesu mbingu ijui hii tunaenda kuzika mtu wa kaburi. Mbingu haijui kama hiyo ni kifo. Mbingu inajua hiyo ni kulala. Na ndio maana ukisoma Yohana 11 mstari wa 11, Yesu alipokuja baada ya Lazaro kukufa, akaona Wayahudi haji kama hawamuelewi. Yesu anamwambia Lazaro amelala. Lakini wao wanamwambia amekufa. Yesu akaona ni kama hawamuelewi, akasema kwa sababu tutaingia kwa vita na nyinyi, acha tukubaliane tu na nyinyi. Ni kweli amekufa. Lakini mbingu inajua mtu akiwa amekufa, hii tunazikanga. Amelala. Lakini kifo ambacho mbingu inatambua na inajua ni ya kuvunja amri za Mungu. Ukivunja amri ya Mungu tayari unahesabiwa umekufa. Na kama kuna kifo hatari ni hiyo wapendwa. Na Wakristo wengi wanaojiita Wakristo
tayari wamekufa, wako makanisani. Biblia hatujafanya mikutano yao ya kuwazika. Hata sisi tumekaa hapa, hata sisi tuko hapa. Biblia hatuja kufanyia matanga. Biblia hatuja leta sanduku ikaonekana. Lakini tayari ndio umekaa kwa kiti tayari. Mbingu ikitazama, wewe umekufa. Ni mfu. Tunahitaji kutoka kwenye kifo hicho. Na kama uko hapa na usikie vizuri leo. Sijui mbingu ilikuwa inapangaje leo. Usikie ukienda nyumbani. Sio? Sio. Jambo. Sikia leo. Kuna mchezo. Soma hiyo andiko usikie. Timotheo kwanza 5:8 inasema, lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake. Timotheo kwanza 5:8. Nasoma 6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake, ati yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Sikia. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake. Ina maana kuna kujizuia Nafsi. Maana usipojizuia, maandiko yanasema umekufa ingawa yu hai. Wakati gani mtu anakuwa amekufa? Wakati hapo hai. Ni wakati amevunja amri za Mungu. Jua hivyo. Ndugu yangu unastuka. Usistuke, iko hivyo. Iko hivyo. Wachana hii tunaenda kulia huko. Wachana na hiyo. Hiyo unapaswa kulilia nini? Maana hii uzima wa milele hauna. Watu wanacheza na dhambi na kuvunja amri za Mungu. Nafikiri Yesu atakaa pale milele akiwaombea. Yesu atakaa pale milele akiomba. Yesu atakaa hapo milele akituombea. Nazungumzia wana wa nuru, the children of light. Lazima tuamini nuru ili tuwe wana wa nuru. Lazima tuamini nuru. Maana kuna wana wa uasi, na wana wa uasi kuna yule anayetenda kazi ndani yao. Sasa wana wa uasi tunawaelewaje, tutawajuaje? Na wana wa nuru watajulikanaje? Nisaidie kitabu ni cha Waefeso. Efeso 5. Anza mstari wake ni wazi. Nipe 6 kwanza. Nipe 6 na 7. Waefeso 5:6 na 7. Inasemaje? Mtu asiwadanganye. Maandiko yanasema mtu asiwadanganye Kwa maneno yasiyo na maana. Kwa maneno yasiyo na maana. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu wajia wana wa kuasi. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu inawajia wana wa uasi. Kumbe wana wa uasi, hasira ya Mungu inakuja. Wana wa uasi, hasira ya Mungu inakuja. Sema tusikie. Basi msishirikiane nao. Sikiliza. Maandiko yanasema basi msishirikiane nao. Kina nani? Wana wa uasi. Maandiko yanatuonya tusishirikiane na wana wa kuasi. Maandiko yanasema tushirikiane nao. Hapa sasa tushirikiane nao. Sasa ndo wajuaje? Rudi mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Hivyo mfuateni Mungu. Sikiliza, wana wa nuru tunahitaji kumfuata Mungu. Kama watoto wanaopendwa. Kama watoto wanaopendwa, hao ni wana wa nuru. Soma kisio. Mkaenende katika upendo. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyopenda ninyi tena akajitoa kwa ajili yetu. Endelea. Sadaka na dhabihu kwa Mungu. Wa harufu ya manukato. Soma. Lakini uasherati usitaje kwenu kama. Sikiliza. Akini soma walimu wangu. Lakini uasherati. Vijana sikilizeni. Awali hawaja wao ama uja wao sikiliza. Soma nisikie. Usitaje kwenu kama nini? Uasherati. Nini washiriki? Washiriki nini isitajwe kwetu? Uasherati. Haipaswi kutajwa kwa watu wa Mungu. Kama kuna kitu kimeua makanisa leo. Kama kuna kitu kimeua kanisa leo,
hata nomino imemalizwa na hiyo. Nakwambia ukweli. Happy Sabbath. Happy day. Najua kuna siku moja mchungaji mmoja amezitafuta. Mchungaji mmoja alikuwa amechukua mke wa mzee wa kanisa. Alafu bodi ikakuja ikakaa chini ikasema kuanzia leo hatutakuwa tunapeana sadaka zetu. Kwa nini? Kwa sababu pastor anachukua wake za washiriki wetu. Sasa hiyo amekaa kwa bodi, pastor hayuko. Pastor alitokea kwa mlango wakiwa amekaa pale, akasema hiyo bodi ishi, akiwa ameshika bunduki. Akiwa ameshika nini? Na bodi iliisha. Kila mtu alikimbia kiokopo kifo. Hiyo ilikuwa district ya Thika. Bodi ikafanyaje? Kwa sababu pastor hataki nini? Bodi iendelee. Hataki bodi iendelee kwa sababu yeye amechukua mke wa mzee wa kanisa. Mwingine kule sehemu za Idhanga kule ana chati na mke wa mzee wa kanisa. Pastor. Ikawa kwa bahati nzuri ama mbaya, simu ikakuwa na mzee. Sasa wakaanza kuchati. Wakachati. Sasa pastor kitambo agundue kwamba alikuwa anachati na mwanamke, alikuwa anachati na mzee. Hiyo Sabato wakakutana kanisani. Walipokutana kanisani Sabato, yule mzee na pastor. Unajua kuliendaje? Nataka kujua. Mzee aligonga pastor ngumi, pastor akaanguka huko. Kanisani. Kanisani. Jamaa akatolewa ushirika. Sasa hivi tuko na yeye. Alitolewa ushirika. Shida ni gani? Pastor anachati na mke wa? Sikiza, kama hujaoa na hujaolewa, kaa hivyo mpaka Yesu arudi kama utaki kuoa. Kama huwezi kaa, enda uoe. Maana sisi hatutaki watu wakusumbue makanisani. Tuko pamoja? Wamama, tosheka na mzee wako. Tosheka na mzee wako. Maandiko yanasema usherati usitajwe miongoni mwetu. Isitajwe. Iwe wewe ni kijana, iwe ni nani. Nikikupata. Si tumesoma conversation nikasema. Wafanyaje? Sana huko. Taki hizo vitu hapa kanisani. Mpaka wakati utajirudia uone unapaswa kuwa mtu wa Mungu. Na ukubali Kristo. Lakini ukubali Kristo unafanya vitu hapa. Nakwambia wao. Najua watu wamejificha, wacha magungu na ngano ikae pamoja. Baada ya kuonya watu, uendelee kukaa na magungu hapo na unaonya watu. Na watu wanafanya dhambi ya wazi. Dhambi ya wazi inakemewa wazi. Tuko pamoja? Dhambi ya wazi inakemewa. Tukikupata hivi, utajua hatuna mchezo. Soma Biblia. Inasema wala uchafu wowote wakutamani. Ati wakufanyaje? Wakutamani. Ati uchafu wote wakufanyaje? Wakutamani. Sikiza. Wala uchafu wote wakutamani. Yesu akasema hivi. Imeandikwa. Si unajua imeandikwa? Naam. Inasemaje? Mathayo 5:28. Inasemaje? Sisemi ya kwamba msizini. Walakini mtu yote akimtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye. Na Yesu anasema, Paulo anasema, uchafu wote wa kutamani usifanyaje? Sionekane kwani. Unaweza kosa kufanya kitendo, lakini ukimwangalia mwanamke, Yesu anasema, ukimtazama na kumtamani tayari umeshazina ndani ya moyo wako. Kwa hiyo lazima tujiadhari. Lazima tufanyaje? Lazima tujiadhari. Nani alisema? Ayubu alisema, nimeweka agano na macho nisije nikafanyaje? Mtazamo mwanamke. Ayubu aliweka agano na macho yake.
lazima tujiandae kama watu wa Mungu. Daudi akasema, uyangeuze macho yangu nisivitazame nisivyofaa. Ukiona jicho lako linakuingiza kwa uovu, Yesu akasema iinue, yaani kuingia katika uzima na jicho Moja. ama mkono Moja. ngoja. Nazungumzia wana wa nuru, watu wa Mungu. Mambo machafu ya kutamani yasitajwe miongoni mwetu. Dunia inatuangalia, tumebeba ujumbe. Kwa hivyo lazima tuwe watu ambao wanajielewa. Alisema mwalimu. Inaendelea kusema wala uchafu wote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu. Mungu anataka watu watakatifu. Na ili watu hao watakatifu, lazima wajitenge na uchafu wa kila aina. Lazima wajitenge na uovu na dhambi ili watu hao watakatifu. Hivyo ina maana kwamba Mungu anataka watu watakatifu. Mungu hakuji, Yesu anapokuja hakuji kubadilisha tabia zetu. Hii ndio wakati wa kubadilisha tabia. Kama watu wanakuelewa vibaya, wanakujua vibaya, huu ndio wakati wa kubadilisha tabia yako. Yesu anakuja kubadilisha tabia za watu. Yesu anakuja tayari watu walio na tabia yake, watu walio na watakatifu, watu walio na tabia yake. Endelea kusoma mwalimu. Inaendelea kusema wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, watu wa kubisha. Saa zote watu ni wabishi. hayo hayapendezi. Haifanyaje? Hayapendezi. Kwa hiyo wabishi pia, watu wa kubisha siku zote, watu wa kupinga siku zote, Mungu anasema, Paulo anasema haipendezi. Na mstari wake ni 8 sasa. 8 inasema, mstari wa 7 na 8. Inasema, basi msishirikiane nao. Maandiko yanasema tusishirikiane na watu wa hiyo. Hizo tabia zimetajwa hapo juu. Asipasi kwa miongoni mwetu. Na kama inapatikana miongoni mwetu, tunaambiwa kushirikiana na watu wa hiyo. Mko pamoja? Haya, endelea kusoma. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Zamani ninyi mlikuwa giza. Hapo kuna kipindi tulikuwa watu wa giza. Yaani kuna kipindi wakati tulikuwa tunaishi katika tabia hizo. Kwa hiyo na maana ya kwamba kama tulikuwa tunaishi wakati huo katika tabia hizo, tulikubali kuachana nazo. Kama hujaachana nazo, bado hujakubali Yesu. Bado hujaamini Yesu. Unahitaji kurudi kuamini Yesu. Soma sio mwalimu wangu. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Mmekuwa nuru katika Bwana. Baada ya watu kukubali nuru, wanakuwa wana wa nuru. Wanakuwa nuru katika Bwana. Wanakuwa nuru katika Bwana. Yaani wanaachana na ulimwengu, wanajitenga na mambo ya ulimwengu. Wanakubali kutembea katika nuru katika Bwana. Sasa sio mwalimu wangu. Enendeni kama watoto wa nuru. Atenendeni kama watoto wa nuru. Kwa hiyo baada ya kujitenga na ulimwengu, tunahitaji kutembea kama watoto wa nuru. Baada ya kujitenga na giza, tunahitaji kutembea kama wana wa nuru. Amina. Tunakuwa watoto wa nuru. Watoto wa nuru. 6:14 kitabu cha Galatia. Tunahitaji kutembea kama watu wa nuru. Watu wanahitaji kuogopa dhambi kama Yusufu ajua popote. Hapo saba. Watu wangapi wanaweza toa koti kama Yusufu? Waache. Tihadi sana. Buko wawili. Alimu wangapi? Wawili. Na watu wangapi wanaweza acha koti? Wakimbie. Ama unasema leo ni leo, Mungu leo ameniletea. Amenionekania. Mungu leo ameniletea. Wacha nikwambie, mimi nakwambia vitu
Ziko wazi. Watu mpatane watu wawili pale. Wawili. Nasema leo Mungu ameniletea. Leo Mungu alikuwa amepanga hivi. Mungu alikuwa amepanga hivi. Hata Mungu alikuwa amepanga hivyo. Sema hata Mungu alijua tu. Hata Mungu alijua. Akiliwa hapa. Mungu alijua. Hata Mungu alijua dhambi. Unajua watu wengi wamekuwa watakatifu Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Watu wengi wanakuwa watakatifu Sabato. Ngoja Sabato hizi. Bado huko kwa giza ilianza kuingia. Hiyo unajua si ni Sabato. Ni unajua si? Si Sabato. Unajua si ni Sabato. Mpatane mkiwa ngapi? Wawili. Mpatane watu wawili. Unajua si ni Sabato. Ukijifanya mfanyaga yeye ni Sabato. Kama Kristo. Umevaa suti na tai. Na kiatu inaangalia mapua. Vijana wananipata kweli? Kabisa. Wazee mnanipata? Amama mnanipata? Mungu hataki mchezo. Anaweza andika mwalimu wako. Inaendelea kusema katika Wagalatia 6 aya yake ya 14 inasema kwa hiyo kama tupatavyo nafasi na kuwatendea watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Wagalatia 6:14. Lakini mimi, sikiza Paulo anasema lakini mimi hasha nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa huo ulimwengu umesulubishwa kwangu. Ambao kwa huo, yaani kwa msalaba, sio? Naam. Kwa Kristo, sio? Paulo anasema kwa huo ulimwengu umefanyaje? Umesulubishwa kwangu. Paulo anasema alisulubisha. Ulimwengu umesulubishwa kwake. Kupitia msalaba wa nani? Anapozungumzia ulimwengu, anazungumzia tabia za ulimwengu, matendo ya dunia. Matendo ya giza, anasema ulimwengu umesulubishwa. Mambo ambayo mfreshi Mungu na yamtukuzi Mungu wa mbinguni, tunapaswa kujiachana nayo kabisa, kujitenga nayo kabisa. Maana atatukosesha uzima. Na wacha niwaambie, Ukristo si wakati tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukristo si tukutana hapa. Ukristo ni ukiwa huko nje. Wale watu wako huko nje, wewe wanakujuaje mahali uko? Mahali unafanya kazi, hiyo area, mahali uko, watu wanakujuaje hapo? Hiyo ndio Ukristo. Kama uko na matabia yako na vitu zako unafanya, watu wanakuangalia na ndio watu wa kanisa. Wala ndio kanisa ikae. Shida ni gani? Tabia. Watu wanakujuaje wewe? Wanajijuaje mimi? Paulo anasema ulimwengu umesulubishwa kwangu mimi. Alafu malizia. Inasema na mimi kwa ulimwengu. Na mimi kwa ulimwengu. Yaani Paulo anasema ulimwengu umesulubishwa kwangu mimi na mimi kwa ulimwengu. Lazima matendo ya mwili ya kufe. Lazima mambo yanao kusumbua yafe. Lazima tujitenge na uovu, wapendwa, na dhambi, kama tunataka usalama au uhusiano mwema na Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wathesalonike wa kwanza 5 anza mstari wa 2 mpaka wa 5 inapokaribia kumaliza. Wathesalonike wa kwanza 5. Nini kunaandiko ni hebu ndio Efeso 5 mahali uko unasoma. Usome mstari wa 9. Inasema kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Ati tunda la nini? Tunda la nuru. Kwa kuwa tunda la nuru
tunda lake. Ni katika Wema wote, tunda la nuru ni katika wema wote na haki, atina nini na haki. Kumbe wale wanaokubaliana na nuru lazima wao wenye Haki, atina lazima wao wenye haki, maliza. na kweli. Kwa hivyo tunda la nuru ni katika wema wote na haki na nini nyingine Na kweli. na kweli. Kwa hivyo wale wanaokubali nuru, wale wanaokubali kutembea na nuru, wanakuwa wana wa nuru na wanakuwa wema, wanakuwa wenye haki na wanakuwa na kweli. Kwa hivyo kwa wana wa nuru hakuna giza. Ukiona mtu anafanya vitu ambazo hazieleweki na anadai kuwa ni Mkristo, huyo si Mkristo, huyo ni Mkristo bandia, huyo ni Mkristo wa uongo. Yesu akasema 6:47 kitabu cha Luka. Yesu akasema Luka 6:47 inasema. Inasema, kila mtu ajaye kwangu 46. Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana? Yesu akauliza, kwa nini mnaniita Bwana, Bwana? Walakini hamtendi nisemayo. Watu wengi wa Kristo, lakini Yesu akisema hawafanyi. Hao ni Wakristo wa uongo. Wakristo wa kweli, Yesu akisema wanafanya vile Yesu amesema. Wakristo wa uongo, Yesu akisema anakataa, wanapinga siku zote. Wanaishi katika matendo ya giza siku zote. Wakristo wa uongo. Wakristo wa kweli wanaishi sawa na neno la Kristo. Yesu akisema usizini, anamaanisha hivyo. Yesu akisema usitamani, anamaanisha hivyo. Nisaidie sasa Wathesalonike wa kwanza 5. Soma mstari wa 2 mpaka wa 5, alafu uchangamke kusoma mkuu mmoja alafu tumalize. Wathesalonike wa kwanza 5. Anzia mstari wa 2. Mstari wa 2 Inasemaje? Wathesalonike wa kwanza 5:2. Inasema, ninaona ninyi wenyewe mnajua lakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajabu usiku. Paulo anasema, kwa maana ninyi mnajua siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Wakati wasemapo, wakati watu wanaposema kuna amani na salama. Kuna amani na nini? Na salama. Watu leo wanasema Yesu amekawia kurudi. Yesu ni kama kurudi. Watu wameingia kwenye raha za maisha. Leo napata katika nyumba za burudani. Siku moja iko pale ng'ambo ukitoka hapa kwa mtu. Nyumba za yaani watu wamejengewa inaitwaje? Inaitwa restaurants. Madanguro. Nyumba za starehe za starehe. Watu wanasema kuna amani na salama. Na kwa sababu kuna amani na salama, watu wamekaa kuna amani na salama. Sikia Biblia vile inasema. Ndipo uharibifu ujiapo kwa ghafla. Kumbe wakati watu wanaona kuna amani na ni salama, maandiko yanasema ndipo uharibifu uwajavyo kwa ghafla. Kama nini? Kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba. Kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba. Wala hakika hawataokolewa. Wakati katika burudani zako, starehe zako, unaona kama Mungu akuoni. Hapo ndipo hawataokolewa, hautaokolewa na burudani zako. Endelea kuburudika na kufurahia na kufanya vitu ambazo unaona kama unaona kama hizo vitu unafanyia mtu. Nasema kuko sawa, hakuna mtu ananiona, acha ni furaha. Hapo ndipo uharibifu wajako ghafla. Hawataokolewa, hautaokolewa na burudani zako. Endelea kuburudika. Endelea kusoma mwalimu. Inasema katika bali ninyi ndugu
wamo gizani hata siku ile iwapate kama mwili. Yesu anasema bali ninyi, yaani wana wa Mungu, ampo gizani hata siku ile wapate kama Mwili. Alafu Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. ati ninyi nyote mmekuwa wana Wa nuru. kumbe wana wa nuru. Siku ya Bwana haiji kama mwili. Kumbe siku ya Bwana kuja kama mwili, inakuja kwa watu wa aina gani? Wangiza, watu walio katika matendo ya giza. Hao ndio Yesu anakuja kwao kama mwili. Lakini wana wa nuru haitakuwa hivyo. Soma maliza mwalimu. Na wana wa mchana, yaani mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Soma. Sisi si wa usiku. Ati sisi si wa nini? Si wa usiku. Ati sisi si wa nini? Si wa usiku. Ati sisi si wa nini? Si wa usiku. Vijana hakuna date inafanya usiku. Na kwani vijana leo nimewaonaje? Vijana kuna date za usiku. Hiyo ni ukora. Ndio ni Ukora. hakuna date za usiku. Ukitaka kusiingia kwenye majaribu, kama unachumbia msichana, hata naye mchana ndio ikiwa ni waka. Na si kwa nyumba, sikia. Tani sana. Nasikia wewe. Si kwa nini? Si kwa nyumba. Kama njoo unifagilie kidogo nyumba. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Sikiliza, si kwa nyumba. Mpatane mchana. Maana sisi si wa usiku. Sisi ni wa mchana. Sisi ni wa mchana. Watu wa nuru wanaenda na nuru. Si watu wa usiku. Si watu wa usiku. Ati usiku wewe unangoja usiku giza ingie, wewe ndio huyo. Unaingia huku. Unatafuta nini huko? Watu wa Mungu ni watu wa nuru, wanaenda na nuru. Wanaenda na nuru. Soma Alisa mwalimu wangu. Inasema, wana wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Bali tukeshe. Atufanyaje? Tukeshe. Alafu na kuwa na kiasi. Kama unahitaji kukesha na kuwa na nini? Yes. Wale wameolewa na wameoa lazima tuwe na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipokuwa na kiasi utakesha saa ngapi? Si mnanielewa? Nanielewa tumishi toni. Lazima tuwe na kiasi. Leo sisi kwa aje leo. Nisome last events. Last events page 250 paragraph number 3. 215. Hiyo namaliza naye. Watu wa Mungu tunahitajika kuwa wana wa nuru. Tunahitajika kukubali nuru ili tuwe wana wa nuru na tutembee katika hiyo nuru. Mungu atembee na watu ambao ni wa giza. Mungu anatembea na watu ambao ni wa nuru. Na hivyo watu wanahitaji kuwa na matendo yetu mema ili wamtukuze Mungu wa mbinguni. 215 paragraph number 3. Ile inasema as we near the close of the time. Hapo tu. Ndio hapo 215. Paragraph 3 mwalimu. LDE last events. As we near. Sikiza. As we near the close of time of demarcation. Inasema hivi mwalimu wangu. Inasema last day 215 paragraph 3. Inasemaje kwa Kiswahili? Inasema sikia, tunapokaribia mwisho wa wakati. Tunapokaribia mwisho wa nini? Wa wakati. Wangapi wanajua tumekaribia mwisho wa wakati? Tunapokaribia mwisho wa wakati, as we near the close of time. Utengano kati ya watoto wa nuru. Utengano kati ya watoto wa nuru na watoto wa giza. Na watoto wa giza utazidi kubainika. Atazidi kufanyaje? Kubainika. Utazidi kufanyaje? Kubainika. Ndio maana tunaambiwa ukipatikana nayo hapa unafukuzwa. Wanaje? Hakuna ugara dhambi hapa. Ambia mwenzako hakuna ugara dhambi zako hapa.
na tunajua unafanya. Soma. Inaendelea kusema. Haina shida. Acha hata ikikata tumemaliza. Soma sio? Watakuwa tofauti zaidi na zaidi. Watakuwa tofauti zaidi na zaidi. Endelea. Tofauti hii inaonyeshwa katika maneno ya Kristo. Tofauti hii inaonyeshwa katika maneno ya Kristo. Kuzaliwa mara ya pili. Hatukuzaliwa Mara ya pili. Kwa hivyo wana wa nuru wanatambulikana na kuzaliwa mara Ya pili. Wana ambao ni mwangiza wanajulikana, hawajazaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Hiyo ndio tofauti. Wana wa nuru wanajulikana kwa kuzaliwa mara ya pili. Endelea. Kuumbwa upya katika Kristo. Na wanaumbwa upya, wameumbwa upya, wana wa nuru wameumbwa upya katika Kristo. Kufa kwa ulimwengu Na wamefia ulimwengu. Na kuishi kwa Mungu. Wamefia ulimwengu na wanamwishia Mungu. Wanaishi katika Mungu. Hizi ni kuta za utengano zinazotenganisha za mbinguni na za duniani. Unaona? Na kuelezea tofauti kati ya wale walio wa ulimwengu na wale waliochaguliwa kutoka humo, ambao ni wateule na watamani machoni pa Mungu. Asante. Fikisha hapo. Nini kinatenganisha wana wa nuru na wana wa uasi? Jambo la kwanza, wazaliwa mara ya pili. Jambo la ya pili, wameumbwa katika Kristo. Jambo la tatu, wamekufa katika ulimwengu, wamefia ulimwengu, wanamwishia Mungu. Wamefia ulimwengu. Jambo la nne, wanaishi katika Mungu. Hadi siku zote wanatembea katika tabia ya Mungu ya Kristo. Hivyo ndivyo Mungu anataka. Hivyo ndivyo Mungu anafanyaje? Anataka. Na nimesema hakuna kikundi cha tatu. Makundi mangapi? Mawili. Aidha uamue kikundi moja ama kingine. Kama uko hiki uko kile. Hakuna kujificha. Unajua hakuna mtu anajidanganya. Wewe umewahi jidanganya siku moja? Hakuna mtu anajidanganya. Hakuna mtu anajidanganyanga. Na wacha niwaambie hizi vitu tunafanya kisirisiri. Roho ya unabii inasema malaika wananakili kila kitu kwa rekodi isiyokosea. Ulikuwa wapi, saa ngapi, ulifanya nini? Afanya kwa rekodi isiyokosea. Tulisoma hivi siku nyingine. Rekodi kila kitu kwa rekodi isiyokosea. Ili usije ukasema unajua Mungu hapo niliwekelewa. Haikuwa hivyo. Watu wa Mungu situkubali maoni. Tukubali kukaa katika Kristo, tabia za Kristo. Hizi mambo za hapa itakufanya ukose Mungu. Tusimame. Wimbo namba 3 stanza ya kwanza. Wimbo namba 3 stanza ya kwanza. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Umesikiza wimbo ama umeimba? Umesikia hiyo wimbo? Tunaomba. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe.
Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa sababu ya huruma zako na rehema zako juu ya maisha yetu. Maana ingekuwa sio hivyo, ungekuwa umetuangamiza. Lakini kwa sababu ya unatupenda, na kwa sababu wewe si mwingi wa hasira, wewe ni Mungu umejawa na huruma na rehema, umetukubalia bado tukiwa tabia zetu hazikubaliki mbele zako na hasifai machoni pako. Bwana, umetukubali tena kusimama mbele zako. Tunakusina, tunakuomba ukaturumie na ukaturehemu. Tupe nguvu ya kushinda dhambi. Tupe ushindi Bwana dhidi ya dunia na ulimwengu ambao umejawa na uovu, ambao kila siku tunapotoka, tunaporudi, tunapoingia uovu umejaa. Bwana, tupe ushindi kwa sababu una uwezo huo. Neema yako itutoshe siku zote. Tujalie na utubariki na uweze Bwana kwa njia unyenyekevu ukaweze kutubariki na kipawa cha mbinguni, kipawa cha Roho Mtakatifu. Ukaweze kutubatiza na ubatizo wa Roho wako. Endelea kuwa pamoja nasi. Endelea kutuhudumia. Endelea kutushughulikia kupitia kwa malaika zako watakatifu. Mapenzi yako yatimizwe. Iwapo kuna neno ambalo tumenena kinyume cha mapenzi yako, tunazidi kuomba ya kwamba utusamehe na ukatukubali mbele ya kiti chako cha neema. Tunapoenda kuingia katika maakuli ya mchana, na utakapo turejesha tena kwa ajili ya kuendelea kujifundisha, tunaomba sabato ya leo ikaweze kuwa sabato ya kipekee, ya utakaso, ya ukamilisho na maandalizi kwa ajili ya ujio wako. Mapenzi yako yatimizwe ndani ya kila mmoja wetu. Tubariki wamama kwa wazee na watoto na vijana. Kwa jina la Yesu Bwana wetu tumeomba. Amen. Asante. Mungu awabariki wapendwa. Amen.